Mfahamu au mjue mke wa Goodluck Gozbert. Mke wa Goodluck Gozbert naweza nikasema ni huyu hapa. Wengi wamekuwa wakijiuliza inakuweje mwanamume aliyekamilika na umri wake ukiwa umesogea kiasi hicho na ni mtu maarufu, je, huku kote anakotembea hawaoni? Au siku zote anazoishi hizo anakuwa anafanya nini au anaishije bila kuwa na mke? Lakini hivi leo tunapenda kukusogezea picha kamili ya mke wa Goodluck Gozbert, au naweza nikasema ni mpenzi wa Goodluck Gozbert. Ikumbukwe kuwa huyu ndiye mama yake kwenye picha, huyu ndio mama yake wa Goodluck Gozbert, na ambapo Goodluck Gozbert ni mtoto wa kiume pekee kwa huyu mama, ambapo baba yake wa Goodluck Gozbert alifariki Goodluck Gozbert akiwa na mwaka mmoja huko jijini Bugando, Mwanza. Goodluck Gozbert alizaliwa mwaka 1990 Aprili 12, akilelewa mazingira hayo mpaka aje kuja kuwa mkubwa, na hajakulia kwenye mazingira ambayo naweza ngasema ya kanisani kwa 100%, ingawa pamoja na hayo mama yake alikuwa na msimamo mkubwa kwenye kumuongoza au kumuelekeza kwenye mfumo mzima wa kwenda kumtafuta Mungu. Lakini tuachane na hayo, tulizungumzie hili jambo ambalo limetuweka hapa ama kutuleta kuonyesha ni nini kilichopo au ni nini kinaendelea mitandaoni. Goodluck Gozbert inasemekana kuwa ana mahusiano au aliwahi kuwa na mahusiano kipindi cha hapo nyuma, ambapo huyu mwanadada unayemuona kwenye picha anaitwa Helen G. Gozbert. Huyu mwanadada amekuwa akiweka wazi mahusiano yake juu ya Goodluck Gozbert, na ambapo amekuwa akipiga picha kadhaa nyingi pamoja na Goodluck Gozbert, akimweka karibu au kumuonyesha kwa ukaribu zaidi kwamba huyu ni mpenzi wake na ni mtu wake halali ambaye ni kama ameweza kuzaa naye mtoto mmoja, ambapo hatuweza kujua vizuri jina lake. Na ukiangalia kwenye picha hapa, Goodluck Gozbert amevaa sweta ambapo jina limeandikwa Helen G. Gozbert, ambapo ukiangalia hiyo G ya katikati ni logo au nembo ambayo aliamua kuichagua Goodluck Gozbert, ikiwa na herufi ya kwanza ya jina lake ndo anaitumia mara nyingi kwenye kazi zake au kwenye game zake. Na sasa imekuweje jina juu liwe la mwanamke na chini liwe jina la kwake? Tunaweza tukajifunza zaidi au tukajua mambo mengi yaliyo mengi zaidi kwenye hii game na ni nini kinaendelea juu ya mahusiano yake. Ikumbukwe Goodluck Gozbert kipindi cha nyuma alikuwa bado hajaokoka, pamoja na kwamba alikuwa akiingia makanisani, na mwanzo alikuwa kwanza ni mwanakwaya wa kanisa la KKT, na huko ndiko amepata mafunzo mengi kutoka kwenye game hiyo mpaka kuingia kwenye kuwa mwimbaji binafsi. Huyu mwanadada ameweza kujiposti kupitia mitandao yake ya kijamii mbalimbali akionyesha kwamba Goodluck Gozbert ni mpenzi wake, na yeye huyu anaitwa Helen Gozbert, na hizo sweta ambazo umeona nyingi amekuwa akivaa hiyo Goodluck Gozbert zimeandikwa Helen. Na je, na kama si kweli, ya nini avae nguo ambayo ina nembo ya mwanamke alafu huyo mwanamke si wake? Na amekuwa akiposti sana kupitia kwenye mitandao ya kijamii, anajiita Helen G. Gozbert. Na Gozbert pia amekuwa akitangaza au naweza nikasema akipublish baadhi ya vitu ambavyo vimetengenezwa kwenye logo hivyo, especially kama yebo, kuna yebo fulani hivi, kuna ndala zimeandikwa Helen G. Gozbert, kuna masweta, mapruneki na vitu kede mbali ambavyo vimechorwa nembo hiyo. Nizungumze tena kitu kingine. Ikumbukwe kuwa Goodluck Gozbert alizaliwa mwaka 1990. Kwa umri huo naweza nikasema mpaka sasa ukipiga hesabu hapo ni ana miaka kadha kiasi kwamba kwa mwanaume aliyekamilika hiyo miaka ni muhimu kuwa na watoto au kuwa na familia yake, kuwa na mke na familia yake. Alafu pia kwa mtumishi wa Mungu, ili huduma yako iweze kwenda vizuri kwa vile ninavyojua au kwa ilivyo kawaida, ilibidi walau awe na mke anayefahamika. Na ingawa kikawaida tumezoea kwa msanii yoyote kuoa imekuwa ni changamoto kidogo, na sijajua ni kwa nini wasanii walio wengi ili aweze kufika mbali au waliofika mbali zaidi wamekuwa wakichelewa sana kwenye kuoa.
na hatujui kisa chao au tatizo lao ni nini. Itabidi tukae nao tujaribu kuuliza shida ni nini. Tunaendelea tena kuchimba na kuchimbua kiundani zaidi ili tuweze kuona kuna nini kilichopo juu ya mwanadada huyu na huyu Goodluck Gozbert. Ukiangalia kwenye posti zake tena, huyu mwanadada ameweza kusema, Jumapili namtambulisha mume wangu rasmi, hakika Mungu ni mwema. Posti nyingine kasema hivyo, na nyingine pia zinaendelea, na baadhi ya watu wameonyesha kuwa inaonyesha kwamba kuna uthibitisho kwa kwamba huyu mwanadada ni mpenzi wake halisi wa Goodluck Gozbert, ingawa mwanaume hajaweza kuonyesha ishara yoyote au namna yoyote zaidi ya kuvaa hayo matisheti au zaidi ya kuvaa hayo masweta kuonyesha huyu ni mke wake au ni mpenzi wake halisi. Zaidi ya yote tunaendelea tena kupekua au kufuatilia kwa uzuri zaidi. Tunazidi kukupa story ni nini kinaendelea kati yao, kati ya mwanadada huyu na Goodluck Gozbert, au matumaini yake ni nini juu ya kinachoendelea kwenye mahusiano yake au kwenye maisha yake. Ikumbukwe kuwa Goodluck Gozbert ni mwanaume ambaye anafanya vizuri kwenye game yake ya muziki, na ni mwanaume pia ambaye ameweza kushika nafasi ya kwanza kati ya subscribers wengi kuliko wanaume wengine nchini Tanzania kwa waimbaji wa nyimbo za Injili. Ni mwimbaji ambaye ameweza kujichukulia umaarufu kupitia nyimbo zake nyingi ambazo amekuwa akizifanya, na hauwezi kwenda kwenye tukio lolote, iwe harusi, iwe send off, iwe kipaimara, iwe msiba au tukio lolote lile linaloweza kuwakusanya watu tofauti tofauti, usiweze kuisikia nyimbo yake. Na katika kila majira au katika kila tukio zipo nyimbo zake special, na nyimbo hizo zimekuwa zikifanya vizuri sana kwenye matukio mbalimbali. Especially kama msiba, naweza nikasema kuna wimbo ule unaitwa Tuonane, unaitwa Tutaonana Tena. Alafu kwenye harusi zipo nyimbo nyingi, ila nyimbo kuu ambayo imetrend au imetrend sana inaitwa Washangaze. Au kuna nyimbo nyingine inasema Surprise, na nyimbo nyingine Kede Kede, na karibia kila tukio ipo nyimbo yake special. Huyu mwanaume imekuwa ikileta shida kidogo au imekuwa ikileta gumzo kidogo, baadhi ya watu kujiuliza kwa nini haowi, na wakati tumezoea baadhi ya watu wengi ambao wanafanya vizuri especially kwenye muziki wamekuwa na wanawake wengi nje, wengine wanaweka public, wengine wanaficha. Lakini kwa huyu imekuwa kidogo haionyeshi kwamba dalili yoyote kwamba ana mke au ana mtoto mahali au ana issue gani, ana changamoto gani. Lakini kupitia sasa mitandao ya kijamii, baadhi ya mambo yanaenda kuwekwa sawa na baadhi ya vitu vinaenda kuwekwa wazi. Naomba sasa nikupe story halisi zaidi na zaidi, nikupe maelezo zaidi. Baadhi ya watu waliamua kwenda kumfuata mama yake mzazi wa Goodluck Gozbert ili kumuuliza vitu vingi kutokana na yeye kwamba ni nini kinaendelea kwenye maisha yake na ana mpango gani na mahusiano. Na zaidi ya yote, baadhi ya waandishi wa habari wakaamua kumhoji na kumuuliza zaidi, una nini, kwa nini wewe hauoi, na ni kuna nini, kwa nini hauna mpenzi wala mke. Matokeo aliyoyaeleza au majibu aliyoyaeleza yeye kwamba yeye ameamua kufanya hivyo kutokana na majukumu yake alionayo, na yeye kila alichonacho moyoni cha kufikiria juu ya game ya muziki, je, baada ya kuoa vitaendelea vile vile kama alivyo navyo sasa, au ni vile anaweza akadrop kwenye game yake ya muziki. Lakini pamoja na hayo, kuna namna nyingi ambazo anaweza alieleza, ambazo anaweza nikasema alieleza sijojua ni kwa ajili ya kujitetea au ni kwa ajili ya nini. Mengi ambayo ameeleza. Labda nafikiri tujaribu tena kumtafuta huyu mwanadada ili tuweze kuuliza yaliyo mengi, tuweze kujilizisha zaidi na zaidi. Na je, hii aliyesema Jumapili, huyu mwanadada aliyeeleza kwamba Jumapili ni siku yake ya kutambulisha uchumba na huyu Goodluck Gozbert, je, ni kweli? Nafikiri endelea kukaa hapa ili tuweze kuyajua mengi na mengi zaidi ambaye anaweza kama amejificha huyajui, ili tuweze kukujuza zaidi kwamba je, ni kweli kuna mahusiano hayo na ni nini kinaendelea. Na baada ya huyu mwanadada kuposti hizo, je, Goodluck Gozbert amechukua uamuzi gani? Zaidi ya yote tulichokuja kushangaza kama hii ni kweli, hii ni issue serious, ni kwamba
ameamua na yeye kuchukua yale matisheti au masweta na baadhi ya sendo kuzivaa na yeye, na pia hata haya masweta naye ameweza kuyavaa. Naweza ngasema kwa namna moja au nyingine hii issue ipo serious na tuendelee kuifuatisha mpaka mwisho, tuone mwisho upoje. Hii ndoa bwana ni yetu na maisha yanaweza kasogea yakaendelea. Tukae kwenye mkao wa kushuhudia tukio la blaza wetu akipata ujiko. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji wangu, ikiwa kama bado hujasubscribe, nitakuomba uguse alama ya subscribe kisha alama ya kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoendelea kuziposti kila itwapo leo. Ikumbuke kuwa Goodluck Gozbert baada ya muda fulani aliweza kupokea gari kutoka kwa Jeo Devi, yani nabii mkuu aliyepo kule Arusha, na baada ya hapo mambo kidogo yakawa yamevurugika na akatulia kidogo kwa kuto kusikika tena kwa muda sasa.